Ninakukaribisha wewe ambaye umenipa muda wako na unakwenda kusikiliza simulizi hii inayokwenda kwa jina la The Origin of Israel, ambayo kwa muda mrefu sana nimekuwa nikisimulia katika ukurasa wangu wa Facebook unaokwenda kwa jina la Start to Dare. Na story hii ni nzuri sana. Sema sasa, kwa sababu tumekuwa tukisimulia katika mfumo wa maandishi, kuna baadhi ya story nimekuwa nikiziruka kwa sababu kule bwana, unajua ili mtu aenjoy na asichoke inabidi usimwandikie paragraph, lakini unamwandikia ukurasa mrefu. Kuna watu wengine huwa wanachoka. Lakini sasa kuna wale ambao ni wapenzi wa story, wanapenda kusikiliza. Tumeamua pia na wenyewe hawa wapate burudani hii. Kwa hiyo tunakwenda kuielewa Biblia, tunakwenda kusoma Biblia kupitia simulizi. Naam, karibu sana. Ninakwenda kusimulia habari ya taifa la Israel baada ya kutoka katika utumwa wa Misri lilivyogawanyika, na ni nani ambaye alisababisha ile taifa likagawanyika. Na wakati tunaambiwa kwamba walitoka wana wa Israeli, zilitoka kabila 12, ilitoka taifa moja. Nani alitengeneza mazingira mpaka ile taifa likagawanyika? Kukawa na kundi A na kundi B. Sasa kabla hatujaendelea huko, niko nataka uelewe kwanza kitu kimoja. Ile taifa la Israeli origin yake ni ipi? Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo kabisa ndio tunalipata origin ya ile taifa. Kuna mtu mmoja bwana alikuwa anaitwa Yakobo. Huyu Yakobo ametoka katika uzao wa Adam. Adam huyu ambaye kila siku umekuwa ukimsikia katika Biblia, katika maandiko matakatifu na mahali pengine katika Qur'an. Huyo. Sasa huyu Yakobo alizaliwa na mtu mmoja hivi anaitwa Isaka. Na huyu Isaka alizaliwa na mtu mmoja hivi anaitwa Ibrahim. Kwa wale ambao wamekuwa wakisoma Biblia wanaweza wakanielewa. Sasa ilikuwaje Yakobo akaitwa Israel? Siku moja bwana Yakobo alikuwa amelala mahali, akatokewa na malaika. Yule malaika akashindana na Yakobo. Yakobo akatamani malaika ambariki. Na katika baraka ambazo malaika aliachilia kwa Yakobo, aliamua kumbadilisha jina. Akamwambia hutaitwa tena Yakobo, utaitwa Israel. Kwa kuanzia pale Yakobo akaanza kuitwa Israel. Sasa wale watoto ambao waliwazaa Yakobo walikuwa ni watoto wa kiume 12. Na kwa wakati ule mtoto wa kiume alikuwa anahesabiwa kama kabila. Kwa hiyo zikazaliwa kabila 12 ambazo hizo kabila ndo zilienda utumwani Misri baada ya ile njaa ambayo ilitokea. Wakaenda kule Misri kwa ajili ya kukaa kule kuikimbia njaa katika nchi yao ya Kanaani. Okay. Sasa baada ya hapo, ukitoka kwenye kitabu cha Mwanzo, kuna story nyingine tunaikuta katika kitabu cha Kutoka. Inawezekana ukawa hujui ni kwa nini kimeitwa kitabu cha Kutoka, lakini ngoja nikufungue leo. Hichi kitabu cha Kutoka kinamaanisha hawa wana wa Israeli baada ya kuingia katika nchi ya Misri kama watumwa, sasa walitoka wakiwa sio watumwa tena, walitoka wakiwa na ushindi. Hapa ndio utaikuta story ya mtu mmoja hivi anaitwa Musa akiwatoa wana wa Israeli kutoka kwa Farao, anawapeleka katika nchi ya Kanaani, nchi ya maziwa na asali. Utakuta kuna matukio mengi hapa. Ndio utaona kuna mahali wanavuka kwenye bahari ya Shamu, kuna mahali wanapigana na Waamori. Yaani utakutana na story nyingi sana, lakini mwisho wa siku kitabu kikapata title ya Kutoka, maana yake walikuwa wanatoka. Ilikuwa ni story kubwa sana, maana walikaa kwenye utumwa kwa miaka 400. Okay, baada ya kutoka kwenye kitabu cha Kutoka, kuna kitabu kinachofuata katika Biblia kinaitwa kitabu cha Mambo ya Walawi. Sasa kwenye hiki kitabu bwana, kwa mtu ambaye hajakipitia sana au amesoma juu, ngoja nikusanue leo kinakuwa na story gani. Kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ukipitia sana, utaona kule kuna watumishi, watu ambao wanasimama kwenye madhabahu. Utawaona mashehe, utawaona mabawabu, utawaona wachungaji, yani watu ambao walikuwa wanasimama kwenye madhabahu wanafukiza uvumba, wanatoa sadaka. Utawaona makuhani kule. Na sasa kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, hao Walawi walikuwa ni wamezaliwa kutoka kwenye
kabila la mtoto wa Yakobo ambaye alikuwa anaitwa Lawi. Na Mungu aliamua kumchagua huyu Lawi asimame kwenye madhabahu, afikize uvumba. Maana waliambiwa walipotoka katika kule nchi ya Misri, waliambiwa wakifika kule jangwani wamtolee Mungu sadaka. Kwa hiyo Mungu aliwateua watu ambao watasimama kwenye madhabahu wazipokee zile sadaka, na wakawateua ili kabila la Lawi. Na ukiangalia huyu Musa ametokea kwenye kabila la Lawi, huyu Haruni ametokea kwenye kabila la Lawi. Kwa hiyo wale watu wote wa ukoo wa Lawi walisimama kwenye madhabahu wakizipokea zile sadaka ambazo zilikuwa ni ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika. Na walikuwa wanatoa sadaka ya kuteketezwa, wanamtolea Bwana kule kwenye safari yao ya kuelekea Kanaani. Ukitoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi unaingia kwenye kitabu cha Hesabu. Kama kwa mtu ambaye amepitia hichi kitabu anaweza kuona kwenye kitabu hiki bwana kuna mambo ya kuhesabu idadi. Unashangaa tu mara kabila ya Yuda walikuwa 60,000. Kabila la Reuben sijui walikuwa wangapi. Kwa hiyo utakuja kugundua kwenye kitabu hiki kulikuwa kuna sensa ya wana wa Israeli. Musa aliwahesabu wana wa Israeli kwamba walikuwa wamefika wangapi. Maana Bwana wakati wanatoka Misri yawezekana walitoka watu labda 1,000. Sasa Mungu akatamani kujua hivi sasa hivi wamefika wangapi. Maana Bwana wakati wanatoka kuzaliana kulikuwa kunaendelea huko barabarani. Wakifika kwenye vituo huko wanazaliana. Tukitoka kwenye kitabu cha Hesabu tunaingia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sasa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati utakutana na habari za zile amri 10 za Mungu. Utamuona Musa anapanda mlima Sinai. Mara nyingi sana anakuwa anaenda anazungumza na Mungu. Utaona mara nyingi Mungu anakuwa anaachilia laana, anaachilia baraka, anawaambia wana wa Israeli mnitolee fungu la 10, anawaambia wana wa Israeli mnitolee malimbuko. Yaani kuna baadhi ya sheria ambazo zilikuwa zinatungwa hapa. Musa alikuwa anafunuliwa sheria, na wakati mwingine wale wazee wakubwa ambao walikuwa wana hold zile koo walikuwa wanakaa wanatunga sheria kwamba labda mtu akitembea na mke wa mtu apewe adhabu gani, mtu akiiba apewe adhabu gani. Kwa hiyo ukifuatilia kitabu cha Kumbukumbu la Torati utagundua kinahusiana na mambo ya sheria na kanuni. Na kanuni hizi zilikuwa zimegawanyika mara mbili. Kulikuwa kuna sheria ambazo zimetungwa na wanadamu ambao kulikuwa kuna wale wazee 70 wakiongozwa na Musa. Alafu kulikuwa na sheria ambazo zimeandaliwa na Mungu. Ndio kuna zile sheria 10 ambazo walizipata katika mlima Sinai. Okay. Ukitoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati unaingia kwenye kitabu cha Yoshua. Hapo utamkuta Yoshua anawaendeleza safari ya wana wa Israeli baada ya Musa kupotelea kwenye ule mlima. Kuna kosa ambalo Musa alilifanya mbele za Mungu. Mungu akamwambia pamoja na kwamba umewatoa wana wa Israeli Misri, wewe hutaingia Kanaani. Akampandisha kwenye mlima, akamuonyesha ile nchi. Akamwambia wewe hutaingia, nitampa ndugu yako Yoshua ndio atakayewapeleka wana wa Israeli katika ile nchi. Kwa hiyo Musa alipoteleka kwenye ule mlima, hatujui ni kitu gani kiliendelea baina ya Musa na Mungu. Lakini what we know is Biblia inatueleza kwamba maiti ya Musa haikuonekana. Sasa huyu Yoshua bwana na yeye alifanikiwa kuwavusha wana wa Israeli katika mto Jordan. Hawakuvuka kwa kutumia daraja. Hapa pia kuna tukio lilitokea kama kule kwenye bahari ya Shamu. Tunaambiwa kwamba bahari ya Shamu iligawanyika na mto Jordan vivyo hivyo uligawanyika. Kuna namna Mungu aliwaelekeza wana wa Israeli, alimuelekeza Yoshua, wakafanya pale muujiza, mto Jordan ukagawanyika na wana wa Israeli wakapita. Sasa baada ya hapo kwenye historia ya kitabu cha Yoshua kulikuwa kuna kitabu cha Waamuzi. Kwenye hiki kitabu bwana utakutana na story ya Samson, utakutana na story ya Wafilisti, utakutana na story ya Gideon. Hapa hautamsikia tena Yoshua akizungumziwa, hautamsikia tena Musa akizungumziwa. Hapo utaona wana wa Israeli wamechanganyikiwa, wanatafuta ni nani awaamue, wanatafuta ni nani awe kiongozi wao, kwa sababu Musa hayupo tena, Yoshua hayupo tena. Kwa hiyo unaona wanaanza mara kupigana wenyewe kwa wenyewe, mara wanaanza kukaa vikao, tunataka kiongozi atuamue, tunamtaka mtu ambaye atakuwa mfalme juu yetu atuongoze. Kwa hiyo ambao unanifuatilia vizuri, kwa hiyo ambao unanifuatilia kule Facebook na wewe ambao unafuatilia huko
utagundua ninasimulia story mbili tofauti lakini zina title moja. Story hii ina title ya The Origin of Israel, lakini ni story mbili tofauti. Kwa yule ambaye anafuatilia kwenye ukurasa ule wa Facebook, atagundua ninasimulia story ya Nuhu na Gharika. Nasimulia jinsi wana wa Israeli walivyoenda kule Babeli. Nasimulia jinsi ambavyo mnara wa Babeli ulijengwa. Lakini ukirudi huko utagundua kuna story imeibuka tena nyingine. Inaelezea ilikuwaje ili taifa la Israeli likagawanyika, nani alisababisha. Lakini mwisho wa siku tukirudi mezani tunagundua story yetu ni ile ile inayokwenda kwa jina la The Origin of Israel, ikimaanisha asili ya taifa la Israel. Karibu sana. Sasa nilikuwa nimeishia pale, nilielezea jinsi ambavyo wana wa Israeli walipofika katika kile kitabu cha Waamuzi, jinsi ambavyo walichange, jinsi ambavyo walianza kuchanganyikiwa, wakawa wanatafuta namna ambavyo watatawaliwa, wakawa wanatafuta namna ya kumpata mtu ambaye atawaongoza, tofauti na Musa na Yoshua ambayo walikuwa wanaongozwa nao tangu mwanzo. Sasa kuna vitabu fulani nitaviruka hapo. Kuna kitabu cha Ruthu nitakiruka, nitakuja kusimulia siku nyingine. Kitabu cha Ruthu kinaelezea habari za nini. Ukiwa ni mpenzi wa kusoma kitabu cha Agano Jipya, kile kitabu cha Agano Jipya, nafikiri origin yake inapatikana kwenye kitabu cha Ruthu. Kwenye hiki kitabu cha Ruthu bwana, kimetengeneza historia kubwa sana ya mtu mmoja ambaye alikuja duniani akaukomboa ulimwengu, anaitwa Yesu Kristo. Tutakuja kusimulia siku nyingine, lakini hapa tuendelee kusimuliana habari za jinsi ambavyo taifa la Israeli liligawanyika, na niliwaahidi kwamba nitakuja kuelezea ni nani alitengeneza mazingira mpaka hili taifa likagawanyika, kukawa na taifa la kusini na taifa la kaskazini, au kukawa na taifa la mashariki na taifa la magharibi. Yani ni kama vile nchi ilikuwa moja, alafu baadaye kukawa na mpasuko. Kulikuwa na tatizo gani? Kitu gani kilisababisha? Sasa kuna mtu mmoja bwana anaitwa Suleiman. Huyu Suleimani alikuwa ni mtoto wa Daudi na alipatikana kwa namna moja hivi. Anyway, ngoja nisimulie jinsi ambavyo Suleimani alipatikana. Mama yake alikuwa anaitwa Bathsheba. Huyu mwanamke bwana alikuwa ni mke wa jamaa mmoja hivi, alikuwa anaitwa Uria Mhiti. Huyu Uria Mhiti alikuwa ni askari jeshi wa kikosi cha jeshi la mfalme Daudi, kikosi cha taifa la Israel, na alikuwa anamsaidia sana mfalme Daudi kupigana vita, na walikuwa wanashinda vita. Sasa siku moja Daudi akamuona mke wa Uria anaoga bafuni. Ametoka bafuni anaoga, anaingia ndani. Daudi akampenda yule mwanamke. Sasa unaweza kujiuliza, hivi Daudi alimuonaje huyu mwanamke akiwa anatoka kuoga? Na kwa jinsi ambavyo nimeelewa mimi, nafikiri ni kwamba hao watu, kwa sababu huyu mmoja alikuwa ni mfalme na Uria alikuwa ni askari jeshi, means walikuwa wanaishi kwenye EA moja, kwenye eneo moja. Kwa hiyo Daudi aliweza kumuona, na Biblia inatueleza kwamba Daudi alikuwa juu gorofani anapita, akamuona huyu mwanamke anatoka kuoga, ndipo akampenda. Sasa akawaza, nitafanyaje ili nimpate huyu mwanamke wakati tayari ni mke wa mtu? Unaweza kumuona jinsi ambavyo shetani alivaa moyo wa Daudi ili atende kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini anyway, hii ni story na ni lazima tuisimulie. Sasa siku moja kukawa na vita. Daudi akatengeneza mazingira, akawaambia wale viongozi wengine wa jeshi kwamba hakikisheni kikosi cha Uria Mhiti kinakuwa mbele. Yani kikosi cha maaskari ambao Uria Mhiti anakiongoza kipangwe mbele, ili bwana ikitokea risasi zimerushwa, ikitokea mishale na mikuki imerushwa, Uria Mhiti au wa kwanza kufa. Yani kama wakawa wametolewa ili wakalipigania taifa, wenyewe ndo wanakuwa mbele wakalifia taifa. Kwa hiyo Uria Mhiti hakupangwa kwenye kikosi cha akiba, akatangulizwa mbele, akapigwa mshale, Uria Mhiti akafa, na mission ya Daudi kwa imefanikiwa. Kwa hiyo ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa pili mlango ule wa 11,
utaona pale Daudi akasubiria baada ya mazishi ya yule Uria Mhiti, matanga tu yalipoisha, Daudi akamchukua yule mwanamke akawa mke wake. Ndio huyu Bathsheba ambaye ndo mama yake Suleiman, ambaye Suleiman tunakwenda kumzungumzia sasa. Baada ya hapo Daudi akakutana na yule mwanamke, akapata ujauzito. Basi Mungu, kwa sababu hili jambo Daudi alikuwa ameliazimia ndani ya moyo wake, na hakuna mtu ambaye alijua ile mission zaidi ya Mungu. Na Mungu akamfunulia nabii mmoja anaitwa Nathan. Akamwambia, nenda ukamwambia Daudi hicho ulichokifanya sijakiafiki. You can imagine, Daudi aliwaza ndani ya moyo wake, hakumwambia mtu yoyote. Ila yeye ilikuwa ni mission yake hamchukue yule mwanamke. Lakini kwa sababu Mungu anatazama mpaka ndani ya mioyo yetu, anaweza kujua mpaka mawazo tunayoyawaza. Kwa hata wakati mwingine kuna namna unaweza ukawa unafanya kinyume na mpango wa Mungu. Mungu akitazama nia ya moyo wako, anaweza akakuadhibu. Kwa hiyo yule nabii alipofika kwa Daudi, akamwambia, Mungu amenituma, umekosea na unastahili adhabu. Kwa huyu mtoto ambaye yuko tumboni mwa huyu mwanamke atakufa akizaliwa. Kweli yule mtoto alipozaliwa alikufa. Na Daudi akamshukuru Mungu, lakini kwa sababu Mungu ni mwingi wa huruma na rehema, alimrehemu Daudi, akaruhusu yule mwanamke akaolewa, kwa sababu tayari alikuwa hana mume tena. Kwa hiyo Daudi akamuoa yule mwanamke, ndipo akazaliwa mfalme Suleiman, ambaye nakwenda kusimulia habari zake, ni jinsi gani alisababisha ili taifa la Israeli likagawanyika, kukapatikana mataifa mawili ambalo ni taifa la Yuda na taifa la Israeli. Ilikuwaje huyu Suleiman akatengeneza scenario hii? Okay, tuendelee, usikae mbali, nisikilize kwa makini. Huyu Suleimani bwana, baada ya kuingia kwenye kiti cha kifalme, baada ya mfalme Daudi kuzeeka na kufa, yeye ndo alirithi kile kiti cha kifalme. Kwa sababu kwa tamaduni za kipindi kile, mfalme alikuwa akizeeka au akifa, anayefuatia ndio anayerithi, atakayemteua. Kwa hiyo Suleimani alipata kile kibali machoni pa baba yake, akawa mfalme wa taifa la Israel. Sasa bwana, huyu jamaa akaoa sana. Alikuwa ni mtu wa hekima sana. Alifanya kila kitu ambacho hapa duniani wewe unakifanya unafikiri labda ni kipya, yeye hakuna kitu ambacho hakukifanya. Alioa wanawake 700 ambao walikuwa ni binti za kifalme. Yani maana yake huyu bwana alikuwa na baba wakwe 700. Yani mataifa 700, falme, nchi 700 zilikuwa zinamtambua Suleiman kama mkwe wao. Baadaye Suleimani akatafuta na masuria 300. Kwa hiyo ukijumlisha utakuja kugundua Suleimani alikuwa na wanawake 100. Anyway, huyu ndo Suleiman bwana. Sasa katika wanawake 700 na masuria 300 kulikuwa kuna wanawake wa taifa la Israel na wanawake wa mataifa mengine, ambapo kwa nyakati zile Mungu alikuwa amewapiga marufuku taifa la Israeli, mwanaume yote wa Israel asioe kabila jingine tofauti na kabila la Israeli. Lakini Suleiman akaona, kwa sababu mimi nishakuwa mfalme na ninaweza kwenda taifa lolote, akaamua kwenda kwenye mataifa ya Misri, akamuoa binti Farao, akaenda kule Sidoni, akaenda akaoa wanawake wa Kimoabu, wanawake wa Kiamori, wanawake wa Kihiti, akaoa wanawake wengi. Shaona Baadaye Mungu akakasirika. Niuliza ni kwa nini Mungu alikasirika? Alikasirika kwa sababu Suleiman alikwenda kinyume na yale makusudio ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia. Haya mataifa mengine ambayo ni tofauti na taifa la Israeli walikuwa hawamwabudu Mungu wa kweli. Walikuwa wanaabudu miungu. Kuna mataifa kwa mfano Sidoni walikuwa na mungu mke, alikuwa anaitwa Ashtarothi. Sasa Suleiman kwa sababu alipenda akapitiliza, akajikuta anaanza kuiabudu ile miungu, anaitolea na sadaka. Kwa hiyo Mungu akaachilia laana, akamwambia Suleiman, nitaugawanya ufalme wako, nitaigawanya Israeli. Utakuwa na kabila 10 ambazo zitajitenga, lakini nitakuachia kabila 2 ambazo utazimiliki. Kwa hiyo bwana Mungu alimwambia hivyo kwa sababu alilikumbuka agano ambalo alilifanya kati yake na Daudi. Kwa sababu aliyekosea ni Suleiman, laana ikaachiliwa kwa Suleiman, lakini rehema zikapita kwa sababu Mungu alikumbuka agano alilofunga na Daudi. Kwa wale ambao wanaelewa kwamba ni hivi, Mungu akifunga agano huwa havunji agano,
akilikumbuka agano huwa analitimiza na analifuatilia. Ndio maana Mungu akamwachia Suleimani mataifa 2 lakini 10 akayaondoa.